Umeona? Mimi nilikwambia huyu mtu mtoe, anatuharibia brand yetu ya wachawi. Nini sasa kile? Sikudhalilishana huku. Wewe bwana kashaiba tena. Na huyu ndo alikuwa mtu wa kwanza kuniomba Eliza, hadi mimi nikawa nashangaa. Huyu Eliza anataka kuifanyia nini? Kumbe ndo alikuwa jamaa yake hii. Achukue Eliza tumekone wizi. Mimi huyu jamani ananichanganya sana huyu. Sasa mkuu, mimi nachotaka huyu atoke kwenye hichi chama. Kwa sababu anatuchafuria, anatuharibia brand yetu ya kichawi. Sana, yani kuhusiana na ile brand ananishusha mimi. Mimi kwa sababu mimi ndo kiongozi wenu. Kwa hiyo mimi ndo ananizalilisha, napata matukio yake kibao yani. Ngoja nifuatilie huyu. Kama nimeukosea naomba nisamehe jamani, mimi naogopa. Mpaka ukiona nimekuja na mavazi haya ni kama umeona malaika mtoa roho. Binti, sali sala zako za mwisho kabla sijakupeleka kuzimu. Wewe na vipi? Stoshi zako za mapenzi unatuletea barabarani huku. Afu mnazingua uje muda mwingine. Acha ufikie. Si. Mara moja. Wewe una shida gani? Yaani una mawazo mpaka unafikiria njiani? Amna. Kuna vitu vyangu tu sijaviweka sawa, ila niko sawa kabisa. Wewe kuna kitu unaficha. Kitu gani? Amna kitu ambacho mimi nakificha, mbona mimi niko tu sawa. Sijali. Ni vitu vyangu tu mwenyewe. Haya. Lakini kama ninavyokuelekezaga siku zote, yule ni mkweo. Kwa kuna wakati unatakiwa uelewe na ujue mapungufu na madhaifu ambayo yuko nayo. Sawa eh? Ya, kwa hiyo jaribu kuwa naye vile anavyotaka yeye. Unaelewa vizuri mtu wangu? Wewe baba hata usijali. Mimi nitakula naye sahani moja. Baba unajua baba mimi siwaelewi mama. Umuelewi kitu gani sasa? Na mbona kasimama na mke wangu hapo nje? Kusimama naye anapoongea naye kana anaongea kitu cha siri. Sasa baba anaongea na kitu cha siri na mke wangu ili iweje? Jamani, mimi simuelewi baba. Mimi nitafuta nimpige. Sasa wewe kwani unahisi nini mwanangu jamani? Mimi si nini naongea siri, hata ukiona mwenyewe lazima utahisi kwa nini akae naye kule mwembeni aongee na vitu vya siri. Basi hebu twende. Nadhani Hivi kwani una matatizo gani? Wewe si mkweo. Kwani unakaa naye faraga? Mna mazungumzo gani wewe na huyu? sasa kuna ubaya gani mimi kukaa na mkwe wangu kuzungumza naye? Kumbe wewe mwewe asiongee na mume wake au maneno ya siri aongea na yeye. Wewe unaongea na kitu gani wewe? Mamtelo, hebu jaribu kuwa na mipaka basi. Huyu mimi ni mkwe wangu, nina mamlaka ya kuzungumza naye wakati wowote na sehemu yoyote ile. Mipaka gani? Huwezi kuniambia kitu chochote wewe. Alafu na wewe wataka kula kuku na mayai yake. Mama jamani. Mama jamani kitu gani? Muangalie. Lakini mteu wote nilikwambia huyu mwanamke malaya. Mpe talaka yake. Utaki kunielewa kwa nini lakini? Usimsikilize mimi utamsikiliza nani? Mpe talaka yake huyu malaya huyu. Mama mbona unalia wewe baada ya kulia mimi? Pia nalia kwani unajua mama ananifanyia mimi. Ananiwekea ugomo mimi huyu. Mambo yangu yote yanakuwa ovyo ovyo. Mpe talaka yake rudi kwao. Mamtelo.
Aibu utaona wewe. Wanachama, uchawi ni wito na kila mwanachama lazima awajibike. Tumeelewana? Ndio mkuu. Alafu mkuu, kabla sijasahau, naomba nikupe pongezi zako. Jamani, mkuu kwa alichokifanya leo, huyu ndo shujaa namba 1 kwa wachawi. Mkuu kamwadabisha yule mkuu wa Bimigomba. Tena kamnyoosha kisawasawa. Mkuu kila atachomwambia yule binti ananyooka. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu asubuhi mimi nilienda kwa mkuu pale, nilikuwa na shida zangu. Nimefika pale, bahati mbaya sijamkuta mkuu. Nikakaa kama dakika 5 hivi. Akaja yule binti kashikilia ndala za mkuu. Sasa mimi Inatosha. Are you gay? No. I ask you, are you gay? I'm straight. Why do you want to hype my personal issue? Who want tell you to tell these people my personal issue? Shame on you. You behave like gay. Excuse me, My Majesty. I'm not a gay, but I just want to share this good news with everyone. Where did I miss it out? Guys, did I miss it out? Extremely gossip. We nani omboy wewe, mbona anafilisha michongo wewe? Wenzako wote nawaibia kama wewe nani, mbona sumbua akili yangu wewe? Oya we kijana, utawaibia hao wao. Sisi wengine hatuibiki. Mimi vya kwangu vya moto. Nipe simu yangu. Lete simu. Mjinga wewe. Mume wangu karibu. Nimetaka kunizunguka, nimekuletea kijola. Jamani. Afu kizuri. Asante mume wangu. Mwenyezi Mungu akuzidishie, akufungulie kwenye utafutaji wako. Yaani hapa sasa kama najiona sitakavyopendeza. Wapi misazi Mtelu? Mtelu, mimi navaa nini? Mimi mama yako navaa nini? Nguo. Nguo gani ya matambara? Kwa hiyo unamsamini huyu mwanamke, akitaka madera unamnunulia, akitaka rasta unamnunulia, anaenda saluni kusukwa. Hivyo una akili kweli wewe? Mimi mamako nimekulea, nimebeba mimba miezi 9, nimehangaika na yeye, shida raha. Unamsamini huyu? Huyu ana nini au anakupa mbwata huyu? Mama, mimi si nimemnunulia mke wangu na wewe nakununulia baba. Nitanunua na baba yako. Unakumbuka mimi nilivyokuleta kama mdogo mpaka ukafikia umri huo? Nimepata shida na wewe, nahangaika na wewe usiku kucha, wewe unakaza kunisumbua, naenda hospitali mara mbili. Hivi una akili kweli? Kwa maana una faida gani kwangu wewe? Mama, mbona nakununuliaga wewe nguo afu yeye mke wangu simletei? Leo nimepata hela ya kununulia yeye tu. Kwa maana hiyo imetosha ya kwake, umeamua kumnunulia mkeo. Mimi mama yako umeshinda kununulia, si ndio? Yaani mama, unaongea kama vile umelisha usembe. Du ni ubaya ukipamaki na tukana, mjinga mkubwa wewe usiojielewa wewe. Mume wangu, acha tu hichi kijola tumpe mama. Siku nyingine ukipata hela utanunulia. Asante. Shetani siku nyingine anakuaga malaika mwenzangu.
Sakuang'anya. Wanangu washalewa wako ubanja, wauni washalewa wako ubanja, wanangu washalewa wako ubanja. Kiulizo vipi? Leo si nilikwambia kuna mwalimu anakuja kufundisha staili mpya. Mbona umechelewa ndugu yangu? Nilikuwa kwenye harakati mkuu. Hebu ngoja hivi. Mnamjua? Huyu naye mcha mwenzetu tunaruka naye mkuu. Kwa hiyo mnataka kuniambia huyu naye ni Mwanga, si ndio? Ndio. Kwani unamjua? Mjinga huyu, mshenzi kabisa huyu. Wakati nakuja alijaribu kutaka kunipora simu huyu. Tena akakimbia. Tumekimbizana kweli kweli. Mpumbavu wewe. Wewe unaweza kuniibia mimi? Mimi? Kunipora unaweza kunipora wewe? Wewe unijui vizuri. Unijui wewe. Sikujua kama mwenzetu, samahani. Samahani nini? Ujinga wako ukiulizwa kila siku nakwambia ndugu yangu. Mimi nilishakwambia maswala ya wizi uache. Kwanza unaua brandi yetu, unanidhalilisha mimi kiongozi wako wa wachawi. Leo umempola kiongozi mwenzangu. Inakuwaje? Imekaje hii na wizi wako? Na kila siku nakwambia, swala lako la wizi usilichanganye kwenye uchawi. Kwa hiyo wewe ulikuja kuwa Mwanga ili uwe mwizi, si ndio? Sasa ushaiba umepata nini? Zaidi na zaidi umenidhalilisha mimi. Siku zote naongea na mdomo unielewi. Sasa leo nataka niongee na kiungo ambacho hakigusu na wengi. We mtoto utanipanda kichwani. Nakwambiaje kiulizo? Swala la wizi liache. Hatutaki mchawi mwizi. Na siku ukija kufa ilizi yetu kikamatwa kigundulika sisi ndo wachawi. Nitakukomesha. Basi kiongozi. Unajua tangia muda nilikwambia. Huyu anatakiwa atolewe kwenye chama. Koma Nyo. Kwa mimi nikipata majanga nyewe mnafurahi Sawa kiongozi. Mnanigeuza babu yenu, si ndio? Mbona mnapenda kunipanda kichwani? Sasa sikilizeni, likitokea tatizo lingine lolote la kijingajinga na mmesababisha nyinyi, na mgeuza mtu ngedele hapa. Mtetema mabungu hapa. Sawa. Hebu tuachane na haya. Wewe sogea. Sogea hapo mjinga wewe. Sogea huku bana. Ukiwa na matatizo unajifaa sura yako ndogo kama Pilitoni. Mwangalie na kiulizo chake. Kali melogwa. Nilisema mguu wa kushoto tunakwenda mara 2. Si ndio? Haya, tunaanza 1, 2, twende. Karibu. Asante. Mimi nimekumisi nikaona nje kusalia. Pia nimekumisi pia. Karibu sana. Asante. Vipi? Shemeji yupo ukaenda dukani? Shemeji yako hayupo. Amesafiri kidogo, mamake anaumwa. Ameenda kumuona. Yeah. Afadhali. Maana siku ile nivuja kichwa sikuangalia nyuma wala sikuangalia pembeni. Cha ajabu nikaanza kugonga tu, kumbe kibaba cha mtu kipo nyuma. Nikasikia hivyo geuka, nikasikia Hamadi, mtu yupo nyuma. Wewe nilichogundua sasa hivi nikija anakuja na mavazi yangu ya kike, nikijua tu hayupo ndo nabadilika na kwa hivi sasa. Yaani wewe ni muoga jamani, wewe si mwanaume. Sasa kama mwanaume ndo aogopi hapo. Mabuga. Yesi, mlikatazwa na mkuu nyie mambo ya mahusiano. Kwa maana hiyo bado mnaliendelesha gurudumu na onyo mkapewa. Bibi Migomba, tunakuomba hiki kitu ulichokiona utuhifadhie ndani ya moyo wako tafadhali, nakuomba mama yangu. Sawa, nitakihifadhi. Na mimi nilikuwa nakuja kwa chii, nilikuwa na shida yangu. Sasa nimepiga jiwe moja kwa ndege wawili. Na mimi sasa ninachotaka, mkifika kwa mkuu pale kwenye uwanja, mumwambie hamumtaki Mteru. Bibi Migomba, ili inawezekanaje lakini? Yaani mama, msubiri kwanza. Wewe unatakiwa mtoe mwanao. Kwa nini sisi tukakutetee? Ili iweje? Dhahiri shahiri, na mimi nitamwambia mkuu.
Kiukweli mimi nimefurahi sana sana. Karibu sana. Haya, asante. Hata mimi nimefurahi pia. Kuna kikao hapa, alafu mbona naona sura ngeni? Mamisi, huu si mwile mwenzio, umemsahau? Mwile mwenzangu? Mke wangu mamake nafaa Queen. Kichwa changu kina mambo mengi, yani nimevurugwa ile mbaya. Mimi naona kweli kichwa kina mambo mengi. Naona umetoka kwenye mizunguko yako. Mimi nimeamua kuja hapa, maana toka ndoa ipite, sio wewe wala mimi, hakuna hata alomjulia hali mwenzie. Yaani hata kupiga simu kule mnashindwa jamani. Nikaona leo ngoja niende niwatembelee. Vipi, mnaendeleaje hapa? Hapa pabaya mwenzangu. Mbaya? Ndiyo. Mbona baba Hamisi kaniambia mnaendelea vizuri, hakuna shida yoyote? Naomba nisikilize mimi. Huyu mwanao huyu nimemshindwa. Tena nimemshindwa kanitoka ndani ya nafsi yangu. Uko kwani nyinyi hamjamfunda huyu? Mke wangu, maneno gani unazungumza hayo sasa? Acha niongee, nataka nikaongelee wapi? Kwa nini nisitoe neno langu rohoni? Sasa kama utaki mimi niongee, bakini na huyo mgeni wenu, mimi nitazangu ndani. Waangalie vile. Baba Hamisi, hivi kuna usalama hapa? Yaani nimekuja kwa shangwe. Najua nakuja kwa mwili mwenzangu, tucheke, tufurahi, muda mrefu hatujaonana. Kweli ananipokea hivi? Au kuna shida gani? Nilipanga nilale lakini siwezi. Hapana. Mwanangu, naomba nisindikize. Mwanangu, naona tumetembea muda mrefu hapa, naona ufike mwisho. Hivi mwanangu, kuna usalama kweli pale? Maana naona mke wako hayuko sawa kabisa. Mama, usalama upo. Usalama upo kwa kauli zile alizoongea? Kauli mzito, kauli ngumu. Hawezi kuongea mbele yangu kwamba wewe sijakufunda. Hayo ni matusi kwetu, yale amenitukana. Yaani mimi pale niliona kama kanivua nguo zote. Hawezi kuongea maneno yale. Alafu wewe sasa hivi unasema eti usalama upo. Usalama uko wapi pale? Mimi mama mkwe wangu namjua. Usikute huko kwenye mizunguko yake huko. Katoka labda kuna mtu katibuana naye, hasira ndo kamalizia pale. Lakini hana shida yoyote mbona? Hata kama kuna mtu kamkwaza huko, asingepaswa kuongea maneno yale mbele yangu. Asingepaswa kukumalizia wewe hasira zake. Sasa sikiliza. Mwanangu, kuna kitu hapa unanificha. Lakini Waswahili wanasemaje? Mficha uchi hazai. Litakapo kufika hapa ndo utanitafuta mimi mamako, utanieleza hizo shida zako. Naomba pochi langu niondoke.
Aibu utaona wewe. Bimigomba, tunamtaka Mtelu hapa. Mkuu, siwezi kumleta Mtelu hapa, atakuja mkwe wangu. Unasemaje wewe? Mkuu, ili swala wauliza hata wanachama aliko sawa. Ndiyo mkuu. Alichokisema Bimigomba yuko sahihi. Bimigomba, kwa nini kila ikifika zamu yako unanibadilishia mada? We mshenzi eh? Usiniumize kichwa. Nakwambia usinichanganye. Jamani, mkwe wake kivipi tena? Ndiyo, mkwe wake. Kwa sababu nyama ya mkwe wake ndio itakuwa tamu. Kwani nyie hamuoni yule Mtelu? Hatuwezi kula nyama yake, maana akili zake kama hazieleweki. Wanachama mnanichanganya. Mbona hamueleweki? Kwa nini mkipewa moja mnataka mbili? Mkipewa mbili mnataka moja? Mmekuaje nyinyi? Okay, sawa. Bimigomba kamlete huyo mkwe wako. Mimi siwezi kwenda kumchukua. Inanuia vigumu. Unatakiwa ukamchukua wewe. Mimi niende kumchukua kwa misingi ipi? Damu yangu yule? Wewe ni damu yako na ndio unatakiwa ukamlete hapa. Bimigomba katuletee nyama hapa. Mkuu, mimi naona unatakiwa uende wewe kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu hapa. Kwa hiyo wewe ungeenda ukamleta. Mkuu, ingekuwa vizuri zaidi ungeenda kumchukua wewe. Mkuu, nashindwa kuelewa. Sielewi kinachoendelea hapa. Tuahirishe hiki kikao, tutajadili kesho. Kwa sababu tumekuja vizuri, tuna mudi, tunacheza, tunafurahi. By the way, mnakuja kunibadilikia, imekuwaje? Mimi naona tuondoke ili swala litajadiliwa kesho. Siongei kingine chochote, naenda zangu kulala kwa elimu. Binti, habari? Salamu. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Naona ndo natoa miogo. Hebu nipatie mmoja kwanza nionje. Baada ya moto kabisa. Yeah. Unajua baba, kadri siku zinavyozidi kwenda na kuona unarudi kuwa kama mtoto. Yaani mimi naonekana mtoto? Mimi mbona umri umeenda sana sasa hivi. Nakaribia miaka 47 sasa. Unajua nilivyokuona tu nikamkumbuka ex wangu. Na nilikuwa nampenda sana. Yaani mimi nafanana na ex wako au umenifananisha na ex wako? Alikuwa handsome kama wewe. Hivi unaitwa nani? Wananitaga tu Malaya ya TikTok. Du. Jibe tena hapo. Au ndo harakati zako kila kukicha zinaendelea? Wewe unafuata nini hapo? Mimi kwa napita naona tangu nilipokule mmesimama tu hapa. Wewe sikiliza, usifuatilie mambo ambayo yakuhusu, sawa? Basi ngoja nikamwambia anayemuhusu. Unasemaje? Wewe Mtelu. Mama, mboga yako hii tayari. Sasa wewe kama unapika wewe pika tu. Maana mioga yanachanganya hii kuipika. Yaani leo kichwa changu hakipo sawa kabisa. Sijisikii kula. Sijisikii kufanya chochote kile mwanangu. Kuna nini tena? Ndoa ya ndugu yako haiko sawa. Yaani anapitia wakati mgumu kabisa. Mimi nilivyoenda jinsi maongezi alivyokuwa anaongea mkwe wake. Najua kabisa hapa kuna jambo. Sasa yeye kama ateseka sarudi tu nyumbani. Katika mazungumzo yetu tulozungumza hajaniambia chochote. Nimembembeleza vya kutosha niambia kama kuna shida, lakini kakatakata katu. Sasa ninachokuambia wewe, inabidi uende kwa dada yako kakae. Mama mimi tena niende huko. Kama yeye ateseka mimi nitashindwa nini kuteseka? Wewe nyumbani sio unakujua. Ukiona unateseka unarudi nyumbani, lakini nataka udhibitisho. Najua ukienda kukaa wewe utaniambia kila jambo linalompata dada yako. Yeye hawezi kuniambia mimi. Umenielewa mwanangu? Nakupa siku hizi 2, ujiandae uende kwa ndugu yako kakae. Umenielewa?
Unachoguna nini? Wewe ukuwepo, ungeona ndugu yako anavyodhalilika. Hapa nakwambia afu unaguna nini? Umenielewa Sikitu? Sawa. Ndio nimeua. Umemuua mke wangu mama? Kwa nini mama mchawi au?